Bwana sifiwe tena. Kwa majina naitwa Evelyn Adhiambo. Nashukuru kwa kupatikana mahali hapa siku ya leo. Nasema ni asante kwa sababu Mungu ameniwezesha kuona hii Christmas. Last year singeza sherekea na wenzangu kwa sababu shetani aliniweka mali singeweza jitoa, ama babangu wala mamangu hawangeweza kunitoa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya upendo wake aliweza kunisaidia na nimepata toka mali hapo na niko huru tena. Wenzangu, last year Oktoba nilikuwa nimesafiri kwenda Ethiopia Addis Ababa. Nilimaliza siku 11 nikarudi. Wakati nilikuwa narudi niko kwa gari nikapatana na dada moja alikuwa anaongea Kijaluo na tukajuana, akaniuliza jina langu. Nikamwambia naitwa Evelyn, natoka Siaya. Akaniambia uko kwa gari gani? Nikamwambia niko kwa hii gari iko next. Akaniambia basi tutashare namba tukishuka. Tuliposhuka tulishuka kitu saa 1 jioni, hatungeweza pata gari ya kurudi Nairobi. Tukalala hapo custom border ya Ethiopia na Kenya. Kufika jioni tukabadilishana namba, akalala upande wake nikalala kando. Kufika kitu saa 1:30, saa 3:30 akanipigia, akanitumia message kwa WhatsApp. Akaniambia tupatane kesho saa 1 kwa gate ya custom. Nikamwambia good night, tupatane kesho. Kufika asubuhi tukapatana. Ndio. Kufika hiyo asubuhi tukapatana hapo, tukibook gari ya kukuja Nairobi. Kumbe msichana alikuwa anafuatwa na watu na DCI na mimi tukapatikana na yeye. Tuliposhikwa pamoja, tukashikwa na yeye kwenda police station, tukanyang'anywa simu zetu kuchukuliwa. Ikapatikana tulikuwa tunaongea na yeye jana yake. Tukawekwa ndani, tukafanyiwa searching. Msichana akapatikana na cocaine kwa tumbo yake na kwa bagi yake. Nikashikwa kwa kitu sikuwa natarajia, kisikuwa najua. Nilikuwa nalia kila siku, nalilia Mungu. Nilikuwa naambia Mungu, siku gani utanitoa kwa hii shida? Mimi sikuwa na chochote, nilikuwa tuna bagi yangu. Nikamwambia Mungu, fanya mambo yako. Siku moja tukienda kotini, tukitaka kuenda kotini, nikaona nabii akihubiri kwa TV. Niliamka, nikashika TV nikiomba, nikalia, nikamwambia Mungu, kama wewe uko upande wangu, Mungu nataka unionekanie. Nilishika TV nikilia. Ilikuwa ni siku ya Sunday. Kufika Monday tulikuwa tunaenda kotini. Tukaenda kotini, tukakaa pale. Baadaye tukaitwa, tukianza kusomewa mashtaka. Tukasomewa mashtaka. Baadaye nikasikia nikiambiwa you are free to go home. Niliona mkono wa Bwana kupitia maombi ya nabii. Niliona mkono wa Mungu. Nabii, na kushukuru. Mungu akubariki. Niliporudi Nairobi, nikaenda kule mali nilikuwa naishi pale Choka. Nikapata hakuna chochote kwa nyumba, kwa maana nilikaa miezi 7. Hakuna chochote nilipata kwa hiyo nyumba, na hata nyumba nilipata imerentiwa na mtu mwingine. Kuuliza caretaker, akaniambia vitu walitoa kwa nyumba wakatupa. Wenzangu nilibaki na mkono kabisa. Ile nguo nilikuwa nayo ndio nilibaki nayo. Lakini nashukuru Mungu alinitoa kwa jela, kwa sababu mwenzangu mwenye tulishikwa naye alifungwa miaka 10 ama atoe faini ya 50 million. Mimi Mungu alinitoa nikabaki huru bila hata shilingi. Nabii ubarikiwe. Ngoja my sister.
Naona makaratasi hapa yote inaongelelea kuhusu Ndio. Kushikwa kwake, DCI Moyale, kila kitu. Ndio. Zimeandikwa hapa. Ndio. Unasema ya kwamba ile siku mlikuwa mnapelekwa kotini. Ndio. Na huyo msichana mkafanywa scan. Ndio. Akapatikana na cocaine kwa tumbo yake. Ndio. Hata akaenda tukishashikwa tumepelekwa sela, kapupu zingine zilibaki kwa tumbo. Wenzangu niliona maajabu sijaiona kwa macho yangu. Mimi nasikianga tu cocaine kwa TV, lakini niliona na macho mwenzangu akitolewa. Ndio. Ndio. Lakini hiyo siku ukaona mtumishi wa Mungu kwa TV. Ndio. Ndio ukaenda ukashika TV. Nikashika TV nikiomba, alikuwa naombea wenye wako kwa jela, wenye wako hospitali. Kwa hivyo hii TV iko kwa jela. Ndio tuwekewa TV kwa jela. Na ukaenda hapo akiombea watu ambao wako kwa jela. Ndio nikashika TV. Baada ya kushika TV, baada ya kushika TV sasa Monday tukaenda kotini. Ilikuwa siku ya ruling sasa. Ndio nikaachiliwa, nikaambiwa niko huru kwenda nyumbani. Bila fine yoyote. Hata shilingi nilitoa, lakini nilikuwa nimeambiwa nitoe milioni bond. Mimi nikawaambia sina chochote, hata watu wa kwetu hakuna mwenye anaweza pata hata 50,000. Wakaniambia nitoe 300,000. Nikawaambia mimi sina pesa. Watu wa kwetu walichanga, wakachanga pesa ikafika 16,000. Nikapea mtu mwingine hapo wa jela aniweke kwa sababu pesa haitoshi. Sasa siku tulienda ruling, nikaambiwa niende nyumbani, hawajapata bila kulipa pesa. Bila hata shilingi sikutoa. Hata ile ulikuwa umekusanya ukasahau. Ile nilipewa nikatumia transport kurudi, hata ndio nilikuwa nakula wakati nilirudi. Thank you, this is God. Nasema ni asante. Yaani nabii aliomba watu wako jela waachiliwe. Ndio. Ruling hauna makosa. Sikupatikana na makosa. Hata moja. Hata moja. Hakuna pesa ulilipa. Ndio. Na ukatoka. Nikatoka. Na leo umekuja kushukuru Mungu. Ndio. Kumwambia ni asante. Nasema ni asante. Oh my God. Sipigie Bwana makofi mazuri. What God can do, no man can do. Mwenzangu mwenye ako na wakati wa kuomba na wasitu muombe. Uko nje ni kubaya sana. Na hiyo shida shetani aliniweka kutoka ni ngumu. Nasema ni asante. Amen. Amen. Mungu abariki huyu dada na Mungu akufungulie milango. 2025 miujiza. Pigie makofi mazuri jameni.